Baba mdogo. Habari za huko sana. Mama. Bwana wewe. Odi. Karibu. Asante. Habari. Salama, karibu. Asante sana. Mbona asubuhi wakati tukubaliana jioni? Yaani, wewe mimi nimekumbwa wepo na matatizo makubwa sana. Balaa gani tena? Yaani, nimepigiwa simu nyumbani. Umenielewa? Si ndio? Wepo mama amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pole ndugu yangu. Nishapolika. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kwa maana kwamba unigeie la mchezo uniwahi msibani. Si unamjua Eskitu? Ile laza yake kama kawaida yake. Mimi nikajua wewe utakuja kufuata jioni, yeye asubuhi akileta nikichanga mwisho wa siku na kufanikishia. Sasa wewe umekuja saa hizi, mimi nitakusaidiaje ndugu yangu? My God. Sasa nilikuwa naomba unipe nafasi, mimi nitoke hapa niende nikamfuate Eskitu, akinipa na kufanikishia nitakutumia kwenye simu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa mbona unasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wakati neno hilo linatatikana useme wakati wa msiba na hapa hakuna msiba? Wewe mbona hujaji msiba? Mimi nimefiwa na mama, wewe uelewi. Ndio maana nimesema hivyo. Naelewa. Si ndio? Mimi labda nikuulize swali moja, umenielewa? Kwenye yeye anapopokea mchezo, yeye anifuate au wewe unampelekea? Anaikuja kuifuata tena asubuhi mapema? Basi mwambie ilete. Sasa wewe unataka sasa hivi mpaka ilete saa ngapi? Mimi naomba unisikilize. Nenda kajiandae. Jiandae kila kitu, mimi naenda kwa Sikitu. Nikichukua ile hela, nitakutumia kwenye simu. Ile naonewa. Hakuna. Sikuonei ndugu yangu, na hii ndio itakuwa mwanzo na mwisho. Na simweki tena kwenye mchezo. Maana imekuwa kila siku yeye, Sikitu si changu. Hii ndio mara ya mwisho. Unanyewe kwa hiyo unaileta? Mimi nitakutumia kwenye simu. Basi fanya hivyo uilete. Haya. Au unilie kidogo. Usilie kwa sababu mwenyewe hisia zangu ziko mbali. Ngoja nisilie hapa ili nikapatwe ili nenda kulia nyumbani. Haina shida, na bora usilie hapa, unaweza njiani ukaishiwa nguvu ukashindwa kufa kwenye msiba. Au nilie kidogo nipe support. Mimi mwenyewe machozi yenyewe yako mbali. Basi usikose. Haya. Bwana Mbandu, kiukweli kabisa kuna maisha mengine hautakiwi kuact. Unatakiwa uishi kutokana na hali yako ya kiuchumi ilivyo. Umeelewa? Nimekwambia siku ile mimi nilikupigia simu bwana, kuna kazi ya kuchimba shimo la choo, huo bwana mkubwa ukagoma. Nika basi nirudi basi katika kazi ya kubeba taka, unasema wewe sibebi taka, kazi ya kujidhalilisha. Wewe utafanya kazi gani wewe ukiwa kama hauna elimu au una miundombinu yoyote ya kupata pesa? Muda wote unakuja nyumbani kupiga virungu, leo umekuja na shida ya buku na shida ya 2000. Hivi mwanangu, lini utabadilika katika formula yako ya maisha? Sasa ngwambie babaye. Wewe hata usinichanganye. Wewe leo na wapi mchaga anafanya kazi za kujizalisha hizo? Wewe mimi kazi ibu hivyo. Kabisa nenda kuhangaika na nyanya za watu. Na hangaika na nyanya, mimi nahangaika nini wewe? Sasa wewe utafanya kazi gani? Kama unajua kama swala kuzibua vyoo au kubeba taka ni kazi ya dharau. Kwa nini unaomba mimi hela sasa? Ngwambie kitu.
Wewe usione hivi ukazani sina hela. Mimi nina hela. Huko Kibololoni kwetu tuna mahela. Tuna mahela ya kufa mtu. Alafu mimi mama yangu na baba yangu ana nyumba kule, yani nakula tu kodi za wapangaji. Sema sitaki tu kufanya kazi hizo za kuchukua hela kwa ajili ya wazazi. Najitegemea mwenyewe. Mimi mwenzako hapa kuna mchongo na usikilizia hapa na chati na waziri mkuu hapa. Waziri mkuu na chati naye kabisa kuna mchongo na usikilizia hapo Bagamoyo hapo. Mchongo huu kitiki. Naenda kufanya kazi mochwali pale, kuna ofisi ya mochwali kwa ajili ya kupokea maiti kuchukua. Mimi nakaa kabisa ofisini pale. Maiti inakuja nachukua, naiweka vizuri pale, naiwekea barafu. Maiti unachukua barafu la 100 ile unanunulia barafu la 100 inakaa inakunywa maji kabisa, alafu unaweka kwa friji pale. Mimi ndo kazi yangu kubwa. Mimi hofu yangu kwamba ukifanya kazi hiyo unaweza kukatisha maiti. Kwa sababu kwanza wewe katika tangu unaweza kufahamu je kunywa ndevu. Ndevu zako hizo kila siku zimekaa kama vile labda nini? Kama vile nini pukupuku anzi. Unaelewa vizuri, yani hata kuchana uchane. Wewe unafanya kazi mochwali. Nani akugenga kazi mochwali? Una elimu gani? Wewe kazi yako ni kubeba taka tu babu. Rudi kwenye kazi ya kubeba taka. Mimi nina kokoteni lingine pale. Unakwambia usiniambie masuala beba taka wewe mbao. Wewe nini wewe? Basi bwana. Haya, ukitaka kuishi maisha yako ishi mwenyewe unataka wewe. Basi, usifanye chochote kile. Na usiniombe hata shilingi 10. Usiniombe hata shilingi 10. Ukiniona sasa hivi buku nikaushie. Jero nikaushie. Usiniombe hela. Vipi bwana wewe? Mtu anaambia muda wote unakwambia mbishi bwana. Utakuja tu ofisini kwangu, si utakuja? Utakuja hapo mimi mwenyewe ndo nakuhudumia pale. Unakuja mochwali pale na kuangalia hivi. Nakwambia wewe unajua mnoko. Unajua wewe. Pita hivi. Unajua unajua. Wewe mnoko. Niache. Ndio watu wasutiana, utakuja pale. Leo yako unaichukua naika kwa friji na igandisha. Na kunywa juisi. Unanuka mbege utakuwa umelewa. Hodi. Wasikitu. Karibu Kijumbe. Wewe mwenzetu vipi baada ya kufatana kama kivuli? Nilikuwa nakuja Kijumbe, nilikuwa na maizi kuna kazi ndani. Wajibu wako hujui? Na ujio. Hivi nataka nikuulize swali. Hii tabia yako ya kulazalaza kama mlevi wa gongo, leo hapo pombe zake zikimpanda kichwani hapo anapata usingizi. Mpaka lini? Maana hakuna hata mtu mmoja yeye anakulazia. Na hela yako ikitimia tu asubuhi kwa hapo umefika pale nyumbani na unachukua hela yako. Huyu lingo lini amekulazia wewe? Tusameane Kijumbe, nilikuwa ndo namaliza kuna kazi nakuja. Mimi sio chizi. Na huu mchezo wako ndo utakuwa wa mwisho. Upo bibi? Maana wewe umezoea. Maana si kitu si changu umekuwa wewe. Kila mtu anakuzungumzia wewe. Mimi mchezo wangu sitaki ubabaifu na sijawahi kulazalaza katika mchezo yangu. Na huu sio mara yangu ya kwanza mimi kusimamia michezo. Nimesimamia michezo mingi mimi kwenye mpira, wananiamini. Nikienda sokoni wananiamini. Sasa wewe nakushangaa utakuja kuniharibia CV mimi. Sasa kanigee langu. Sina discussion na wewe. Sasa endelea hivyo hivyo na wewe siku yako kupokea. Unatuletea ubabaifu hapo. Unatamba kama asirai kumbe huna lolote. Amna mjumbe wangu, tusameane. Samehe tu. Chefu yeye. Yaani wewe. Sasa nikanajiuliza. Kwa nini siku zote napata taabu? Si umenielewa? Yaani kama mimi nilikuwa nikipita kwenu, wewe unanifanyia hivi. Na mimi nakufanyia hivi. Kumbe kuna vidamu vilikuwa vinaendana Nakupenda. Wewe unanivutiaga wewe. Unanivutiaga mimi. Wewe kaka? Vipi ushaituma hiyo hela? Dada jamani, unaweza wangemkaa? Mbona muda mrefu nishatuma dadangu? Wewe hata usiwaze. Hapo. Nishatuma mimi. Hapo. Okay. Ya. Mimi nilikuwa najiuliza kwa nini muda wote napata tabu. Yaani nilipokuja leo. Si nifanyeje? Laki 920 nani katuma? Ibwane, huyu atakuwa kajichanganya huyu.
Kajichanganye mwe. Iwe sija kaipiga, ngoja nikatoi. Halo. Vipi mwaipata? Ndio. Ndio. Kwani hebu umetuma shilingi ngapi? Kama kawaida nimetuma 92,000 kama kawaida buku ya kijumbe. Nimeiona. Nimeiona. Haya. Wakala atakuwa ameongeza 0 mbele. Msiba wa mama umekuja na baraka. Yaani wewe, yaani natamani hapa hata ningetafuta kisehemu fulani hivi nafunga hichi kibanda changu, natafuta sehemu fulani tunakunywa we, tunajinoma we, tunakunywa mpaka tunasema kiloholo. Wewe mpenzi wangu. Habari jamani. Ndio, wewe hapo wakala. Mimi nilikuwa naomba haraka huduma ya kutoa pesa. Wewe unaongea na mtu hapo? Wewe unaongea na nini na mnyama hapo? Heshimu wapenzi wa binadamu, heshimu wapenzi wa binadamu. Dada samahani, nakuona wewe mdomo hauchezi lakini nasikia sauti ya kiume. Kwani wakala nani? Wewe uko na sauti ya kiume. Samahani, sio kosa langu miwani. Unajua huku iko tofauti, huku iko yenyewe. Umenielewa? Naomba huduma ya kutoa hela. Unaheshimu wapenzi wa binadamu. Sawa mimi hawa. Unaona tambe ajabu hapa? Wewe hapo wakala wewe, nisaidie huduma ya kutoa hela. Wewe vipi bwana wewe? Unaelewa? Lakini kunapoelekea sio lazima kutoa huduma. Umenielewa? Maduka ya huduma yako mengi, upande upi? Na upi? Alafu nikwambia kitu kimoja baby. Ufala kweli, kuna siku moja kaja katoa 1200. Hata 1200 unakutumia nini? Achana. Nakupenda wewe. Wewe. Salama kwema? Kwema, vipi yani? Swali. Nilikuwa naomba niwekee pesa hii katika simu yangu. Okay. Namba 07 100 200. Vipi? Zimenea namba kwa naziangalia? Kamera? Kamera? Nimejichanganya. Baza, unatokaje? Nipe langu kwanza. Baza. Vipi? Nipe langu basi kwanza. Nipe kwanza langu kwa wapi? Oye, nipe langu bwana, nipe langu.
Karibu. Yaani mimi sina hata haja ya kukaa, sina haja chochote. Sikiliza nikwambie dadangu. Yaani hapo unavyoniona nimepagawa mimi, nimevurugwa. Yaani nimechanganyikiwa. Ile namba ambayo umeniachia mimi niweze kutuma pesa. Sasa nimejichanganya. Nimejichanganya. Badala ya kutuma 92,000 nimetuma 9,20,000. Ya Rabbi. Yaani huwezi kuamini Maulana. Kila nikipiga simu hapokei. Kila nikipiga simu hapokei. Sasa kaka, mimi ninakosa gani? Nimekwambia tuma 92,000. Wewe kilichokufanya ongeze sifuri kitu gani? 920,000 kweli? Yaani dada, nimekuja kwako kwa sababu unaweza kuwa na msaada mwingine tofauti na unavyojua mimi, kwa sababu ndo unamjua. Yaani, hebu ngoja bwana. Vitu vingine tunapeana lawama ambazo sasa kama ungeupo juu mimi ninapokaa ndo mtu mwingine tu amekuja katika kibanda chako, umetuma hiyo hela. Ungemkamatia wapi? Tatizo kujuana Inatumika. Piga tena. Inaita. Inaita? Alala. Apokei. Apokei. Yaani na mimi hapa tena mzee ndo malage yangu ndo hayo sasa hivi napika nipate kupika ugali wewe naye. Lakini kwake sio mbali. Kwa nyumbani unapajua nyumbani kwake? Mimi napajua kwake sio mbali, ni hapo bondeni. Kwa basi twende. Twende. Ngoja niweke basi mahitaji yangu ili nikupeleke maana baba mdogo tena. Hello. Ndio nimekuelewa. Kwani tatizo nini baba mdogo? Ongea, jiamini. Kama tatizo ni 300,000 haina shida sana. Kama wanaendelea kuosha maiti waendelee kuosha, unanielewa? Kama na wengine watu wa jeneza waendelee, haina shida. Kama kwa chimba kaburi hajalipwa kile kitu na kilia keshi. Mimi mjini sijaja bure baba mdogo, nimekuja kupuyanga na kuhangaika na kudanga. Haina tabu, nalipa. Shida si 300,000 nalipa, haina tabu. Ila kitu gani mbele ya mama? Sasa watu wa kijijini wanakuwa na tamaa kweli, wakiona kibunda hiki watang'ang'ania hela. Hapa natenga 300,000 kweke, alafu natenga 200,000 na kaa pembeni. Ujue vitu vingine watu wa kijijini wakiona wewe bwana
nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Jamani leo chupi nyingi. Jamani takataka. Mzo wa taka leo amepita mtani kwenu leo. Toeni takataka nje. Nabeba sawa na burre. Jamani leo chupi nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba. Nishakusubiria mrembo. Binti Maringo. Oh Maringo. Nakusubiria. Niambie. Ona. Mimi nataka zangu hapana, nataka ukanimwagie. Naziona takataka hizi. Sasa tumeelewane. Inaangalia uzito wake. Lazima nijue kwa sababu bila kujua uzito utasema shilingi ngapi. Usiangalie urefu wa kiroba, angalia uzito wa takataka. Aya, ushaupima uzito? Yani mimi hapo nimeangalia. Aya, shilingi ngapi? Hapo buku tu. Yani hapo buku kama yule asema gari jamaa yule aliimba nyimbo yake ana ndevu nyingi, anasema kwamba vipi boss? Ni aje mshua? Hauna buku hapo? Buku. Basi sawa, zichukue umwage. Nikakumwagie? Nitakumwagia dada. Vipi boss? Ni aje mshua? Buku hapo. Kwa hiyo nitakupa ukirudi. Wewe utanipa nikirudi? Nipe changu kabisa. Chukua. Unafikiri mimi ningerudi hapa mlango umefungwa na kufuli nitamdai nani? Usinde pale punguani wewe. Poa. Alafu dada subiri. Hivi unachuaga muda gani kujaza taka kwenye viroba vyako? Mwezi. Mwezi? Acha usistadu wewe, utakuwa watu njaa. Tupa takataka nyingi. Wewe mwezi jaza takataka siku 2 tu. Matango jamani, takataka! Matango ni nyanya. Takataka! Aminda, si ndio? Bwana, mwizi kuwa na huruma iwepo nyele msiba ya malimama. Jamani, mwizi sana. Hata kama namwitia mwizi nampa faida nani? Ameyea sana, si ndio? Bwana, ile msiba. Bwana mama. Afadhali. Subiri kwanza Masantura. Za saizi. Salama za utokapo. Nzuri za kwenu.
Tunamshukuru Mungu. Nimefika pale kwenu sijamkuta hata mtu mmoja. Vipi leo Lingo umeonana naye? Lingo nimeonana naye kama dakika 10 zilizopita. Ila ipolesi sana. Anawahi kwenye msiba. Unajua kama kafiwa? Najua kama amefiwa. Vipi, kuna tatizo? Hakuna tatizo mdogo wangu. Wewe vipi bwana, hakuna tatizo wapi uone? Usimwambie bwana kuna tatizo gani? Unaambiaje hakuna tatizo kila siku tu hakuna tatizo. Sasa unataka kumpa faida nani? Tunachotakiwa hapa kujadiliana tunampata vipi, sio kulaumiana. Asante mdogo wangu. Failini. Shaliwa. Baba mdogo. Baba mdogo. Ndio. Nikuelewa. Yani sio mimi, foleni. Si ndio? Kuna jemu nikanani pamoja na junction tuta, ndio ila nawai baba mdogo.
Hapa kulikuwa na viroba viwili hapa, vimeenda wapi? Kwani hivyo viroba vilikuwa vya kwako? Viroba sio vya kwangu, lakini mimi kuna mizigo nimeweka kwenye vile viroba. Viroba vimeenda wapi? Hivyo viroba ni vya kwangu, naekea takataka. Nakapita mzoa taka, nimempa hizo taka akamwage. Kaenda wapi huyo mzoa taka? Na anaitwa nani? Mimi simjui, mimi amepita tu nimemwambia akanimwagie taka. Kaenda wapi huyo mtu? Mimi sijui uko dampo, sasa mimi nitapajuaje? Sawa. Albadia ishaanza kusoma maskini. Yaani kibanda chenyewe juzi tu ndo tumefungua, kila hata muda mrefu basi kama mtaji kote kako mne ndani. Basi utakuwa umerogwa kwa sababu nikwambia kitu. Sehemu kama zile biashara watu wanajua kubwa nayo. Umeona kabisa wewe sasa hivi utaendelea, wateja wanapoingia na kutoka pale. Na ndio maana zako wamekupiga. Inawezekana wamekuchanganya akili zako, mwisho siku ajituma ndo watu wa mila yote. Lakini tutafute tu. Utafuta muhimu. Leo timu nyingi anapita. Anabeba nini? Anabeba matakataka. Jamani leo timu nyingi anapita. Vipi kusudi? Yeye unaona sisi tunapita huko unapita huko. Unapita huko unapita huko. Wewe ndio nani unapita? Mbona mmejazana wote barabara kama kwenu? Barabara baba yenu? Unajitanua tunajitanua unatanua huko unatanua huko. Nani katanua? Una matege. Nyinyi ndio mmetanua. Wewe umetanua upande wako na wewe umetanua. Nani akutoa? Unatanua nani? Wewe umetanua ukatanua. Wote umetanua. Wewe mwenyewe unajichanua hivyo unapotembea una matege kitu gani? Nenda wewe. Nenda mwenyewe. Dada, achana naye. Twende gari la taka nalo taka tu. Sawa na tembo mtoto naye tembo tu. Hawani kaa kobe chefu. Leo timu nyingi anapita. Matakataka. Jamani takataka. Jamani leo bwana. Vipi ndugu yangu? Ni vipi mwana Bukoko? Ushaanza matani yako ndugu. Matani vipi bwana? Wewe ni mwana Bukoko kwa sababu Waarabu wengi sana wanakuaga na hela. Lakini Mwarabu wewe atakuomba huku hauna. Uongo kweli? Hawezi tu mwana Bukoko tu wewe umezaliwa Dar es Salaam Tanzania. Tachane nayo. Leo nina shida moja ndugu yangu. Nina shida ya viroba. Unajua pale nyumbani kwetu pale kwa nje kuna mmomonyoko sana wa ardhi. Na tena hasa kipindi hiki cha mvua panaharibika kweli ndugu yangu. Hivi viroba ni vichafu. Na kuzingatia rangi yako hiyo, je, vinakufaa hivi? Hivi viroba hivi nachukua na viweka michanga na viweka kwa pale nje. Nikiviweka vinakuwa safi kabisa. Hakuna tena mmomonyoko. Sasa mimi nikajua kwamba labda nikamwaga kwanza hizo taka, alafu nikuletee pale geti jeusi nyumbani kwenu, nikuletee viroba. Utanichelewesha. Nachukua sasa hivi. Sasa hivi nipe ofa yako. 150. 150? 150. Nilipi? 150 bado uko chini sana. Unajua hii ni biashara. 150 uko chini. 250 kama unaweza tufanye biashara. Basi sikia. Sawa, twende na ofa yako. Acha nilinge na biashara yangu kama utaki basi. Acha nilinge na biashara yangu. Sawa, sio mbaya ndugu yangu. Nipe. Umefiki? Imeisha. Ni. Kitu gani? Acha dharau wewe. Hii inakuhusu. Unataka kununua hela au ununua viroba? Viroba. Sasa takataka za kwangu, hela za kwangu. Mimi nimeweka mwenyewe, nimehifadhi mwenyewe takataka zangu. Hizi hela nitembee nazo muda wote. Unataka kupambania hela, inakuhusu. Acha hela zangu, acha takataka zangu. Vipi bwana? Usete usela wako, usete uhuni. Sawa, nipe tu viroba. Inakufaa viwili au niongeze vingine? Nipe tu vyote au unaona?
Bwana inakuaje? Shwari vipi? Shwari fresh. Fresh. Bwana mwanangu vipi, unabeba taka? Hapana. Kwani kwa muonekano wangu nadhani naweza nikaa na beba taka kweli? Taka ni kama kazi nyingine tu. Hapana, siwezi kufanya hivyo. Sasa mwanangu sikia, kwenye hivyo viroba hivyo. Mwanangu kuna mzigo mimi nilikuwa nimeweka kwenye hivyo viroba hivyo. Mzigo gani? Maana kulikuwa na takataka na pia kulikuwa kuna mzigo mwingine. Sasa ndio kwenye unasema kulikuwa na mzigo, huo mzigo ndo kwangu mimi. Wewe alokuuzia hivyo viroba nani? Na viroba vya takataka, weka kuuzia nani? Kipindi nauziwa mzigo kulikuwa na takataka pamoja na hela. Na aliyekuwa ananiuzia ni chumvi nyingi. Sijui unamfahamu? Chumvi nyingi? Ya, huyo ndo ameniuzia hivi viroba. Kwa hiyo pesa umeziona kaja kazichukua kaziweka mfukoni. Kama ni hela yeye alisema ni za kwake. Mimi aliniuzia tu hivi viroba. Bwana kaendea wapi? Kaendea wapi huyo? Yeye kaelekea na shughuli zake na pia mimi naelekea na shughuli zangu. Good mwanangu. Kaenda na safari zake. Mimi naenda na Kilimanjaro. Ete kupekelea bibiru. Nene poke. We baba wewe. Haya vipi? Unakuja haraka haraka, hujanisalimia, umenipita tu kama kisiki cha mpingo. Sasa kuna tatizo gani mke wangu? Nimelala hapa, nimeamka asubuhi, nimekwenda kwenye mishemishe zangu, nimekusalimia, tumesalimiana. Kuna tatizo gani mpaka eti uonekane kila wakati nikienda nikusalimie, nikirudi ninakusalimia, kila wakati nikusalimia tu inakuaje tena mambo haya? Kwa hiyo unaona kawaida sana eh? Alafu ukiangalia, wewe sio kawaida yako kurudi mchana kama huu. Nimerudi mchana kwa sababu nimeona nimehangaika jua linanipiga kichwani, jua linaniunguza. Umeelewa vizuri? Nikasema acha nirudi nyumbani kwanza nije kuona mkato wa chumba. Nimeona mkato wa chumba na mwako kuondoka kwenye mishemishe zangu. Kuna tatizo kwani mke wangu? Haya. Na toroli ilikuwa? Toroli limepata pancha. Nimeacha hapa kwa mzee Kibeku hapo. Umeelewa vizuri? Nikasema ngoja niende nyumbani alafu nikirudi naenda kuliangalia toroli, mwisho wa siku mambo mengine yanaendelea. Sawa? Wewe acha kwa nikahangaike bwana, usinitie uvivu. Umeelewa vizuri? Sasa nikahangaike. Dawa. Mwanaume kaa kisheti. Wewe hebu subiri kwanza. Hebu ngoja kwanza. Unajua kuna vitu kama viniingii. Kuna vitu kama vijakaa sawa kichwani, kila nikijiuliza naona kama havijipi. Najiuliza ni kwa nini apokee simu Ni kwa nini apokee simu? Basi sio simu yangu tu, hata simu yako ni kwa nini apokei? Ni kwa nini apokee simu yako? Kwa hiyo una maana gani? Yaani kila nikikuangalia hivi sura yako naona kama kuna vitu vinajipa, naona kama kuna chezo unachezewa.
Naona kama kuna game linachezwa, naona kama kuna mchezo unachezwa. Mbona kama labda mnipige afu mgawane? Wewe usinipandishe sukari. Umenielewa eh? Usiniletee kichaa chako kisichokuwa na kipimo. Mimi nilichokifanya ni msaada tu. Nimekuja nimekwambia tuma 92. Kilichokuponza wewe umetuma unachokijua wewe. Jitihada zangu zote nilizozifanya tangu asubuhi mpaka saa hizi hujaziona eh? Unanifanya mimi chizi? Mimi sio chizi wala sio kichaa. Na wala daktari hajanishauri mimi nifanye mazoezi. Unanitikisa tangu asubuhi natembea na sijui faida gani nitapata. Sasa hivi unaniambia tena shirikiana naye na udugu naye mimi yule. Message unayo? Nakwambia message unayo, sijakutumia mimi, umetumiwa na customer care wako. Tena kama vipi? Tafuta mwenyewe. Wewe twende. Twende. Wewe twende tu. Unichanganye huyu unitingishe tangu asubuhi mpaka sasa unanilipa nini? Wewe twende tu. Wewe usinitanie wewe mimi wewe. Acha uishi hapa wewe. Wewe wangu usiniponze. Wewe twende tu. Nakwambia twende. Wewe ukitaka nenda kokote lakini mimi sina kosa. Ukitaka asiliana na wakala wako akusaidie. Wewe twende tu. Mimi customer care hapa kwenye. Wewe twende tu. Usiletewa. Yereui. Nyama mambo ya mankuli hapa. Acha bwana. Watu vinyingi. Tuvinyingi Shemeji vipi? Mbona kelele zote hizo? Salama. Huyu bwana chumvi nyingi yupo hapo ndani. Chumvi nyingi umepishana naye hapa sasa hivi ametoka. Yereui. Amekwenda wapi huyu? Ameenda kazini. Sasa mimi nilikuwa na shida moja, lakini hiyo shida haina maana sana kwa kuwa nishaona mazola maskulodi nyoma misosi hapo hapo. Hebu nifanyie mpaka unile kidogo. Kwa taarifa yako haya maharage, sasa sijui tunafanyaje. Malaki wapi bwana utaki kuzuga wewe? Hiyo ni gia tu ya kumfukuza mtu. Akufukuza yako mbi toka. Oh nipendi wewe. Shemeji gani? Tatizo lako wewe una maneno. Haya ni maharage na mimi ndo mpishi unatakiwa uniamini mimi. Au nikufunulie uone. Haina kweli. Sasa mimi nilikuwa nakwambiaje? Nilikuwa nataka kidogo unisaidie ile begi la chumvi nyingi ile jibu ile zuri. Na safari yangu kidogo. Nataka niende hapo Bagamoyo hapo. Sawa, haina shida. Lakini sasa ungemsubiri mwenyewe aje kwa sababu hawezi kuchelewa. Ndo jioni anarudi. Arudi nini bwana? Yule rafiki yangu, yule changu mwenyewe. Wewe nipe bwana, nipatie hiyo begi mimi niende zangu. Haina maana kwamba sikuamini shemeji yangu. Nakuamini sana. Lakini unajua kitu cha mtu. Akirudi hapa yule bwana na ninavyomjua. Mshipa wa shingo ukianza kumsimama atanichia hapa anaweza kanifukuza akanipeleka nyumbani kwetu. Wakati mwenyewe ugali na utani. Wewe, yule asemi chochote mbele yangu, asemi chochote. Wewe nipe hiyo begi. Haya, acha nikupe. Hana usemi wala usiogope tu shemeji. Lakini kuwa makini ulirudisha. Maana nakujua tabia zako. Tangu enzi hizo, askari wanavaa kaptura. Na haina shida. Sisi tunazima hata tu nikiamua nakuja na mwazima mkewe naambia nipe mke wako naondoka naye naenda nakaa naye bana kula vitu vyangu namrudisha. Sisi tunazima na mtu anakuja anazima vitu vyangu anazima nguo kwa nini tusiazimane? Begi lenyewe shemeji yangu umeiona alivyokuwa na vumbi. Sema utalisafisha. Vumbi wapi bwana ili bwana nimependeza tu. Hapa uchafu gani huu? Hamna uchafu hapa. Hatari shemeji yangu. Sasa huyu bwana akija mwambie sasa huku nitafuta. Hata kwenye simu. Haina shida mimi nitamwambia. Sema usisahau kurudisha. Ile ondoa shaka. Haya. Mimi nitarudisha. Kwani sirudishe? Sawa. Ila ndio umenyima mtoto wako unaletea mbana nini hapa? Maharage bwana. Maharage ya nini huyu? Haina shida.
Lingo. Lingo. Oh, baba. Bwana ile msiba. Vipi mbona mahali hapa? Nguiecha tu. Tatizo nini? Bwana, leo ndo nimeamini bastola haiwi watu. Unaniona? Ile ndenyua lakini watu ndo anaua watu. Una maana gani? Maana yangu mwenzio unavyoniona na msiba wa marehemu mama. Unanielewa? Pole sana. Nimeenda kutoa ile 9,000. Nazihesabu kaja Kibata kapikia kama zake. Bwana Kibaka. Na anakimbia huyo bwana. Nilijua Hussein Boti yule wa Jamaika. Nimemtoa nduki najua labda analingisha hela wewe hapo ananirudishia sana. Kumbe kaiya. Unaweza kunielezea huyo Kibaka yani yupoje muonekano wake? Alivyo amevaa hapo kaoshi umenielewa? Alafu hapa mbele na mchoro na kampensi wake kidogo ana muonekano fulani hivi. Ukimwangalia juu mpaka chini umenielewa? Huku chini amevaa dundo jekundu sana. Kwenye nyimbo unaweza ukasema kama yule bwana aloimba ili dundo kaninunulia baba, ili dundo kaninunulia baba, ndio huyo bwana. Kuna Kibaka nimekutana naye. Wewe bwana. Na amenielezea kwamba amemkaba mtu. Baada ya kumkaba ile pesa ameenda kuweka kwenye mfuko wa uchafu. Baada ya kwenda kumuulizia yule mwanamke mwenye zile taka, alimwambia kwamba zile taka zimebebwa na mbeba taka. Sasa yeye yule Kibaka ndio yuko anamfuatilia yule mzoa taka. Bwana acha. Umenielewa? Kwa hiyo lakini maelezo yangu huyo bwana wanaendana. Vile. Mwelekeo? Ndio ameelekea huko kumfuatilia. Namba yangu unawe. Niachie mwanangu. Tulie kulingana na roba, unanielewa? Niachie. Tulie ni gere yangu. Hivyo unajua kama mimi ndio nilosambaza michanga duniani kote. Mwanangu nitakusambaza naye ujue. Nisambaze ingawa sio siji. Ni kumana. Mfupe kingangania tu. Ndio. Niachie. Tulie. Wewe, mimi nakutafuta yeye tangu asubuhi. Na huu mguu miguu yangu, mwili wangu wote umenitikisa kuanzia asubuhi mpaka sasa na sijapata faida yoyote. Sasa kwa taarifa yako, nimeenda kwa wakala utumie wewe 92, lakini matokeo yake wakala kakosea, kaongeza sifuri nyingine mbele. Akakutumia hela 920. Ndio, 920. Ili niondokane na umsala, niondokane na ili balaa. Naomba hiyo hela. Mwanangu nakubidue. Wewe, nibidue kama sijabituka kaje tili. Umenielewa? Mimi naelewa kama nilifiwa na marehemu mama. Mimi najua wewe umepata na msiba mama yako ndio. Huo unanihusu. Lakini mimi ugomvi wako wewe na huyu haunihusu. Huyu naye namuhusu. Unamuhusu kitu gani? Kweli ile mimi niliiona. Imetumwa 920. Wewe nakuona ile wewe sikuoni mioni huko imezibwa. Umenielewa? Kweli nilivyotoa hela na hesabu bwana kaja akaniibia. Wewe naona bwana naye anahusika? Huyu ndo mwenye hela. Hela ya mfuko. Kaka mimi nimehangaika tangu asubuhi usiendelee. Sasa sikiliza sisi. Usikize nini? Toa hela wewe. Toa hela. Umo na boni sachi umo utaondoka na viwembe na bisibisi tu. Wewe una kichani, mimi nishachomwa hadi na sindano, nini bisibisi wewe? Tulie. Toa hela. Mkade anaongea. Nasema legeza kidogo naongea. Legeze? Legeza aseme. Sasa nisikilizeni kitu kimoja. Sema. Mimi kweli nilipomwona nikampiga roba nikakamata hela mwanangu nikakimbia nazo. Katika kimbia nazo nikaona kiroba. Chama takataka nikadumbukiza mle kama basketi. Ile nimekimbia kurudi baada ya kuangalia viroba sivioni. Kumuuliza dada mmoja, dada kananiambia bwana hivi viroba vya takataka kuna mtu kaja akachukua. Wewe huyo aliyechukua taka unamjua? Nauliza unamjua? Hela ya ofisi kaka, hela ya kanzi, kibanda chenyewe kimefunguliwa juzi tu jamani, mtaji wote mwengenye. Wewe unamjua? Nikukabe nikudigeze. Toaje kidogo. Na mchezeza kwa nini hapa? Unasia huyo mbeba taka anamuita chumvi. Chumvi? Chumvi nyingi. Sasa sikiza nikwambie, wewe usijifanye mjanja wewe. Wala usijifanye wewe muuni. Mimi nishakunywa hadi chai ya bange, upo? Sasa kwa taarifa yako,
Wewe utadili na chumvi nyingi, mimi nadili na wewe sukari. Asema leo chumvi nyingi anapita, anabeba matakataka. Jamani leo chumvi nyingi anapita. Mbona mnanikodolea kodo na nikodolea macho kodo? Ni yeye. Nimefanya nini? Wewe